Jina langu ni Hamza Msaji, Katibu Mkuu Wizara ya Habari na Mawasiliano. Siku ya leo tarehe 7 Februari 2026, viongozi wa serikali ya wanafunzi kuanzia rais, wa mawaziri, lakini pia manaibu waziri na hata makatibu wakuu wa wizara mbalimbali ukijumuisha na wale CRs wa madarasa wataenda kupatiwa mafunzo ya maadili na uadilifu katika utumishi wao au katika utekelezaji wa majukumu yao. Mafunzo haya yataenda kutolewa na ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya utumishi bora na utawala kanda ya Kaskazini. Nafikiri kuna wengine wanataka kuwa mbunge hapa, sio? Au hamna? Wengine wanataka kuwa mawaziri hapa, wengine wanataka kuwa meneja. Kwa hiyo wewe ni kiongozi wa umma ambaye unafanya unaye anatarajiwa, sio? Ni kiongozi wa umma ambaye unafanya kama sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, tunasimamia maadili ya hao. Sawa? Hao watu nao sasa hivi utafika hatua wataenda, sisi nani atachukua hizo nafasi? Ndio sisi wenyewe tuko chuo, sisi ndio tutakuwa viongozi baadaye, na maana sisi tutakuja kuwajibika na sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Sasa utakuta tunatumia sekretarieti inatumia nguvu kubwa kumbadilisha yule kiongozi wa umma, yule diwani, yule mbunge, yule waziri ambaye tayari ameshapata ile madaraka. Kumbe ukifanya jitihada kumtengeneza kiongozi wa umma kuanzia hapa kwa ile level ambayo, na maana yule kiongozi wa umma akifika kule atakuwa anajua kuna maadili ya kiongozi wa umma inafanya kazi hii na hii na misingi ambayo tunatakiwa kuifuata sisi kama viongozi ni, na kwa maana tunafanya hivi ambavyo tunachofanya, tunafanya hivi tunachofanya, tunafuata nini, kuelezea hii misingi ya maadili mwanze kuijua kuanzia mapema, ili pale mtakaposhika hizi nafasi za uongozi nchi miaka 2-3 inakabidhiwa kwetu, sio? Kisha maliza hapa mnapewa mamlaka, mnapewa madaraka. Sasa msipoijua hii misingi ya maadili, ina maana huko mbele tutakapokwenda tutatumia nguvu kubwa ya kuanza kuwekana kwenye mstari, ambapo wewe utajitambulisha uishi kusema John, wewe pia ni mwanafunzi wa chuo. Kwa hiyo maana yake unabeba dhamira ngapi? Dhamira ya kwako na dhamira ya chuo. Sasa umekutana na mtu kule Njombe, hapo kuangalia tu hiki mimi atakuwa na ngoja nimsalimie kidogo, akamsalimia baada vipi hapo ndio tunaje hapa na ndio Grace, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha uhasibu Arusha, lakini pia ni mbunge. Picha gani atakayoondoka nayo pale? Picha moja atakayoondoka nayo ni general conclusion. Na unajua sisi wa Tanzania tulikokuwa wazuri kubeki general conclusion, ndio kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha uhasibu Arusha wanavaa ovyo, lakini kumbe wewe ni Grace tu na ni kiongozi na una tabia zako za ovyo, unatuharibia chuo. Si umeona? Kwa hiyo leo tujue kwamba wewe huko hapa kama mwanafunzi, lakini umebeba dhamana na jina kubwa la chuo. Na ndio maana hata huko unapoenda kwenye interview unajitambulisha, mimi ni Simon Musa, lakini pia ni mhitimu wa shahada ya uhasibu kutoka chuo cha uhasibu Arusha. Kwa nini usijitambulishe tu mimi ni Simon natokea Njombe? Unaona? Maana yake unatumia jina la chuo kwenye mambo yako, lazima uwe credible. Sawa? Kwa hiyo leo tuone hata kama unapojitambulisha kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu sina chati, kuna watu ambao hawajui. Si ndio? Tunakutana na PC kali Instagram. Hey, mambo poa, unaitwa nani? Unajua unatokea wapi? Unafunza wa chuo gani? Unataja jina la chuo. Si ndio? Maana yake kwamba we are obligated kuwa na good appearance. Panda. Asanteni sana, niwashukuru kwa kuja. Sasa karibuni tena safari nyingine.